Kama ni GOAT wa filamu duniani sasa hivi, kombe linaenda Korea. Hizi hapa top 5 series kali za action ambazo Hollywood itabidi wasubiri kidogo. Mimi naitwa Naima Mohamed, usiache kusubscribe, like, share na kuacha comment yako. Namba 5 ni filamu itwayo Trigger. Baada ya kuongezeka kwa usambazaji haramu wa bunduki na ongezeko la uhalifu unaotumia silaha, hali ya usalama inaanza kuzorota huko Korea. Hadithi ya filamu hii inawahusu wanaume wawili wenye malengo yanayokinzana. Mmoja ni polisi mwadilifu anayejitolea kulinda sheria na raia, huku mwingine akiwa mfanyabiashara wa silaha haramu anayefaidika na machafuko. Wote wawili wanatumia bunduki, lakini kwa sababu tofauti kabisa. Mmoja kupigania haki na usalama, mwingine kutafuta faida na nguvu. Je, unafikiri kila mtu akimiliki bunduki Korea hali itakuwaje? Mapambano yao yanazua mvutano mkali unaoamua hatima ya wengi. Namba 4 ni hii hapa iitwayo Karma. Park Jae-young ana madeni makubwa kwa mkopeshaji katili sana. Akiambiwa asipolipa basi viungo vyake vya mwili vitatumika kama malipo. Anaamua kutengeleza dili la kumuua baba yake ili kupata fedha za bima za maisha ya baba yake. Anamwajiri mfanyakazi mwenzake mwenye asili ya Korea na China, Jang Gil-yong, kumuua baba yake Park Dong-sik. Lakini sasa Jang Gil badala ya kuua na kufanya kama ni ajali, yeye anashindwa na kuutupa sehemu nyingine mwili, ambapo mtu mwingine pia anautumia mwili huo kupata fedha zaidi, na mwisho kesi inabadilika kutoka ile ya kutengeneza ya ajali kuwa ya mauaji. Namba 3 ni Bloodhounds. Kim Gun-woo, bondia kijana mwenye kipaji kikubwa na ndoto ya kumpatia mama yake anayemlea maisha bora sana. Hata hivyo, mama yake anaangukia mikononi mwa Smile Capital, shirika katili la wakopeshaji fedha linaloongozwa na Kim Young Gil. Anashirikiana na rafiki yake Woo Jin ambaye licha ya kutokea katika mazingira tofauti kabisa, wawili hawa wanajenga urafiki wa dhati na usiovunjika, wakisukumwa na hamu ya kutafuta haki na kuwalinda watu wanaowapenda. Wakiwa pamoja wanaanza safari hatari ya kuliangusha shirika la Smile Capital. Lakini pia iko na season ya pili ambayo baada ya kufanikiwa kuangamiza wakopeshaji katili wa fedha, Gun-woo na Woo Jin wanajiandaa na pambano jipya. Safari hii wanakutana na mtandao mkubwa wa kimataifa wa uhalifu unaoendesha ligi haramu ya ngumi. Kama unapenda boxing, unapenda action, basi hii movie ni salama kwako na afya yako. Namba 2 ni hii itwayo The Manipulated. Mwanaume mwenye maisha ya kawaida aitwaye Park Tae-jung, maisha yake yanabadilika ndani ya siku baada ya kushtakiwa kwa uongo kwa kosa baya sana na kupelekwa gerezani, kosa la kubaka na kuua. Akiwa gerezani anagundua kuwa yote yaliyompata yalipangwa na An Yu-han, ambaye yeye ana kampuni kubwa tu ambayo anawasafishia makosa watoto wa watu wenye pesa na wanasiasa. Hivyo hata kesi yake ilikuwa ya mtu mwingine kabisa, ila yeye akatumika kama mbadala na kupelekwa jela. Baada ya kupata ukweli huo, Park Tae-jung anaamua kuanza safari ya kulipiza kisasi dhidi ya mtu aliyemharibia maisha yake. Ukiniuliza scene gani nimeipenda zaidi, ni pale gerezani Park Tae-jung anapotoroka katikati ya kundi la maadui. Ukitazama filamu za Ji Chang-wook unajua huyu jamaa hakoseagi hata kidogo. And finally, ile movie kali ambayo nafikiri mpaka sasa inawaumiza vichwa baadhi ya waandaaji wa filamu iitwayo Mercy for None inashika namba 1. Nam Gi-jun alikuwa mwanachama wa kundi la wahalifu. Aliacha maisha ya uhalifu pamoja na kumwacha kaka yake kwenye maisha hayo baada ya tukio la kumuumiza sana. Miaka 11 baadaye, mdogo wake Nam Gi-sok anauawa kikatili. Kifo hicho kinamlazimisha Gi-jun kurejea katika ulimwengu wa uhalifu ili kufichua ukweli kuhusu mauaji hayo na kulipiza kisasi dhidi ya wote waliohusika. Unafikiri mhalifu wa zamani tishio akirudi, nini kinaendelea? Ni kama miaka 30 ya Bongo Flava hivi. Humo ni action mwanzo mwisho. Naam, hizi hapa ni top 5 za Kikorea. Usiache kusubscribe, like, share na kuacha comment yako. Nipo kwa ajili yako. Hii ni DTV. Mimi naitwa Naima Mohamed. Asante sana.